wale ndio wanaitwa watu wa Mungu, kwa maana huendi pamoja nao katika mizaha, hushiriki pamoja nao katika mizaha, hufungamani nao katika mipango ya uovu. Jamani, haleluya! Kuna neno ambalo taliandika, kila mtu ashikilie, kila mtu ashikilie na asimamie wito katika utumishi wake. Kila mtu ashikilie na asimamie wito katika utumishi wake. Ili neno hata nikianza kulizungumza ni yanafanana na hayo ambayo nimetangulia kuyaongea. Maisha ya kila siku, kushikilia wito wako ni kuishi maisha ya uchaji wa Mungu, maisha ya ucha Mungu. Kila siku mtu ana hofu asitende dhambi, asimtende Mungu dhambi, Mungu asije akamchukia. Kila wakati anatamani Mungu awe rafiki yake. Shika au shikilia wito katika utumishi wako. Bwana asifiwe sana. Kama umeandika, andika sasa Luka 10 mstari wa 2 hadi wa 3, Yohana 10 mstari wa 12 hadi wa 13, Matendo sura ya 20 mstari wa 29 hadi 30. Kama nimekuacha unauliza, unaomba msaada. Alafu mwisho Mathayo sura 10 mstari wa 16 hadi 23. Haya, narudia. Luka 10 mstari wa 2 hadi wa 3, Yohana 10 mstari wa 12 hadi 13, Matendo ya Mitume 20 29 hadi 30, Mathayo 10 16 hadi 23. Naona tuko pamoja sasa. Amen. Amen. Karibu kwa wasomaji kama umepata kitabu cha Luka mtakatifu sura 10 mstari wa 2 hadi wa 3. Neno la Bwana linasema, akawaambia, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Naona Kande. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Yaani watu ni wengi duniani lakini waliokoka au wanaokoka ni wachache mno. Enendeni, angalieni, na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu. Ninyi watumishi ambao mmeitwa kwa wito wake Mungu, mnaondoka mnaenda kwa watu ambao mtajifitinisha, mnajiingiza kutukanwa, kutengwa, kupigwa na kuteswa. Katikati ya mbwa mwitu ni wale watakao watesa wakati ninyi mnaitwa watumishi wa Mungu. Amina. Imeisha. Umeshamaliza? Amen. Hivyo ndivyo ilivyo. Shika wito wako, hata ungeteswa, hata ungepigwa na watu, hata ungetukanwa na watu, hata ungesingiziwa na watu, lakini madam una hili neno la wito ndani yako, kuna wito. Ndio maana unafanya hayo, ndio maana unakwenda huko. Amen. Fanya pasipo namna yoyote ya utumwa wa mwanadamu. Amina. Unajua utumwa ulionao ni wa Mungu tu.
Amen. Nira ulionayo ni ya Mungu tu. Amina. Wala huna namna yoyote ya kumsikiliza mtu anayesema umechelewa, sijui nini, kakutukana vyovyote anavyoweza. Amen. No, bali unaenda kama Bwana anavyosema. Twende neno la pili, Yohana 10 mstari wa 12 hadi wa 13. Neno la Bwana linasema, mtu wa mshahara, mtu ambaye sio wito, yani fafanuzi yake, mtu ambaye hajaitwa bali ametamani kuajiriwa kwenye kazi kama hii ya wito wa Mungu, hivyo ni vitu viwili tofauti. Sikiliza anavyoongea. Anza tena. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, ambaye kazi hii ya wito, kazi hii ya Mungu sio wito wake. Humwona mbwa mwitu anakuja, huona wale washambuliaji, watukanaji na wale watufitiniaji kwenye habari ya imani ya neno la Mungu na wokovu, wanapokuja katika namna ya vituko, akawaacha kondoo na kukimbia. Anaanza kuwaogopa watu, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Mstari wa 13, yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mtu ambaye hajaokoka, hajaitwa na Mungu, ameokoka tu kwa sababu shangazi yake ndiye alimleta kwenye dini ya wokovu, mjomba wake ndiye alimleta kwenye dini ya wokovu, babu yake, sijui bibi yake, na sijui ndugu dada yake, sijui binamu yake alimleta kwenye wokovu, ila yeye hakuitwa. Yeye hajaamua, kibali hakijatoka ndani mwake kuamua kwamba amesikia. Amina. Amekubaliana na kisha akaamua kuokoka. Halimo, ila alimfuata baba yake kwa sababu ni mchungaji, mama yake kwa sababu ni kiongozi, kwa naye amekulia kama malezi ya watu ambao hawachangamani na nini na mambo ya dunia, lakini neno la kumjua Mungu, neno la kumjua Mungu halimo ndani yake. Amina. Halimo ndani yake. Kwa hiyo wakati huo wokovu huu unapokwenda kupatikana na mapito magumu na changamoto za wokovu, huwa kwake sio rahisi sana kushinda, sio rahisi sana kuweza kufika mahali kutambua wokovu ndani yake kwamba ni kwa ajili ya hayo. Amina. Atakimbia, nafsi yake, dhamiri yake inamshitaki yeye mwenyewe kwamba hajaokoka. Huwa nakwenda kwa sababu ya kumbo. Wokovu wa namna hiyo, hata kama naimba kwaya, hata kama naimba praise, hata kama sijui anajidai anahubiri, lakini ndani yake haumo wokovu, haimo roho itokanayo na kibali cha wito. Hakimu, kwa nafika mahali wewe unayehubiri viondoke hivyo, wabaki watakatifu, hutampata hata mtakatifu hata mmoja. Kwa wale wanaonyosha mikono kwenye mitandao, kwenye makanisa kama haya, tunashindwa kuwaondoa watu ambao wafundishike mpaka wakae kwenye kitu kimoja, wawe wamoja, wawe washirika wazuri pamoja, bado wanatofautiana. Umeinuka kwenda kwenye mtandao, unataka wanyoshe wawe eti, huwa napata shida sana. Eti wawe kama unavyofikiri wewe, wawe kama unavyotaka wewe, wawe kama unavyoona wewe. Huwa nafika bani, sina yenyewe watu wako watatu, lakini ukienda kusikiliza kona hadi kona, utashangaa mpaka na wewe mwenyewe umeingizwa kwa watu wengine walivyo. Yaani umeshaingizwa, sio umeingizwa katika sifa njema, umeingizwa kwenye sifa mbaya, baba yao na mtumishi wao, na wewe umeingizwa, umechanganywa.
alafu ndio niende kwenye vyombo niseme wewe sijui nini, wewe sijui fulani, sijui ni shetani yule. Sasa ili alafu manake ni roho ya kuwafarakanisha tu watu wasiwe na Mungu, waanze kufika mahali kurudi duniani kwamba hakuna mtakatifu. Yule anaambiwa ni mbaya, yule anaambiwa ni shetani, yule kule anaambiwa ni shetani, yule anaambiwa ni shetani. Sasa basi heri kukaa tu. Watu wengine ndio kwa wamefikia kwa sababu ya watu wanaroga Injili. Jamani, haleluya. Amen. Kuna hatua wito, kuna hatua za mtu wito halazimishwi. Amina. Hazilazimishwi, hazina utumwa. Hatua za mtu aliyeamini, aliyeokoka halazimishwi kutenda mema, kutenda mambo ya upendo kwa ibada ya kiroho. Amina. Narudia tena, ukikuta unaanza kulazimishwa, unaanza sijui nisemeje jamani, nawafundisha Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Nawafundisha Roho Mtakatifu mwenye kutawala na mwenye kuongoza. Ukijikuta unaanza kuulizwa, ujue tayari imekuwa too much. Yaani umechelewa kujikosoa. Yaani wewe mwenyewe umechelewa kujikosoa kwamba siko sawa na wenzangu, siko sawa na wito, siko sawa na ambavyo mimi. Wewe inakuwaje umeishaitwa kwenye habari ya wokovu bila sababu yoyote? Wewe ni Jumapili tu kanisani, na Jumapili na yenyewe unachelewa, hata maombi unakuta yamepita. Bado tu maombi unakuta yamepita, bado kimekuingia kidudu hata kwenda Jumapili nyingine, na zenyewe zimeanza kusahaulika. Huendi Jumapili ya kwanza, huendi Jumapili nyingine, siku nyingine tu kinakuwa kama tu kimefumuka tu. Leo niende kanisani. Yaani hauna hiki tunachokizungumza, hauna. Jiangalie, jikosoe kabla hujakosolewa, kabla hujatazamwa na kuangaliwa na watu wengine. Jiangalie mwenyewe, jipime kiwango cha wito, kiwango cha kibali, kiwango ulicho nacho. Wewe ulipookoka ulijitambua? Kama ulijitambua, umeshikilia kiwango cha utambuzi huo, ufahamu huo, shika, ili usije ukaingia kwenye mashiko ya watu wengine, usije ukatekwa kwenye mateka ya watu wengine. Halo. Amen. Twende neno linalofuata, Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 29 hadi 30. Neno la Bwana linasema, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotofu. Unaona, kati ya sisi wenyewe. Kwa ninyi siku moja sijui nisemeje, haya yapo. Amina. Mpendwa na mpendwa hawaivani hapa. Amina. Mpendwa na mpendwa hawaivani. Tena nafuu wasiivane kwa sababu waliibiana huko vya kuibiana. Ni kwa sababu ya madhabahuni. Sema baba. Yaani kwa sababu mmoja ana kipawa na mwingine amechelewa au hana, au ana kipawa kingine tofauti. Sasa anaacha kipawa chake, anaenda kwenye kipawa cha mwingine, anaanza kuchallenge kipawa cha mwingine. Sema tupone baba. Anaacha kufika mahali kuchochea kipawa chake au kuchochea huduma yake, anaanza kuongea na kuchallenge kipawa cha mtu mwingine au karama ya mtu mwingine au huduma ya mtu mwingine. Ninyi kwa ninyi watu watainuka kinyume na mwingine, wakianza kusema mapotofu, kuvunjana moyo.
Mtu anamvunja moyo mtu mwenzake hivi hivi, anajiona kwamba yeye ndio anafaa kuliko huyo mwenzake, alafu anaanza kuzungumza, kwa nini unafanya hivi? Kwa nini unafanya hivi? Kwa nini unafanya hivi? Halo, kwa nini unafanya hivi? Watu waliopotoka ndani yao, watu waliopotoka, kinachoishi ndani yao ni kile cha kunyamazisha neno la Mungu lisiwe kwa watu wa imani. Badala ya kufika mahali kuwa radha, kuwa tamu ya watu kutiana moyo, kuongezeka kwenye viwango vya utumishi, kwenye viwango vya kutumika, tunakuwa watu tunaoporomosha, tunaozimisha, tunaostopisha, tunaachisha wengine wasiendelee na kazi. Halo, halo, Roho wa Mungu anafundishaje sasa? Ukiona mtu anakustopisha usifanye kazi ya Mungu, na wewe unaipenda kazi ya Mungu, na ndio wito wako huu, na ndio unachoambiwa ushikilie. Maana hapa tumesema, kichwa kimesema nini? Shika nini? Maana Mungu akimuita mtu hasodolewi na mtu yeyote mwingine. Anakuwa na Mungu, anakuwa serious, anashikilia Mungu alichomfundisha. Mungu alichomfundisha, hiki kinakaa na hiki hakiondoki. Ataendelea kumtumikia Mungu. Jamani, haleluya! Endelea kumtumikia Mungu. Mtu mwingine asizimishe huduma yako. Kibaya unapoona unazimisha huduma ya Mungu mwenyewe, kabla hujaambiwa na mtu yeyote, jikague mwenyewe. Kwa nini leo mimi siimbi? Kwa nini leo mimi siombi? Kwa nini leo mimi nachelewa kanisani? Kwa nini mimi leo siendagi kanisani? Kwa nini mimi leo hata nikienda kanisani naenda kwa shingo ngumu? Yaani kanisani kama vile kuna msiba, kwamba watu wanasema tuende msibani. Msibani nako bwana, yaani unakuwa kama kanisani ni msibani. Kanisani ni kwenye sherehe, jamani, haleluya! Kanisani ni kwenye sherehe, na Biblia inasema tunakuja kwa sababu ya kusherekea ushindi. Ule ushindi utokana na nani? Na Yesu Kristo, ambaye alikufa na akafufuka. Sisi kwa sababu ya kupotea na kupotea kwetu katika dhambi, Yesu akaja akatuokoa ili tusihukumiwe, na yeye Bwana akashinda, amefufuka siku ya tatu. Katika ufufuko ule ndio ibada, ndio ibada ya mashangilio. Sisi watu tukija kanisani tunakuja kwa ajili ya kusema asante Bwana, asante Mungu. Sasa kwa nini wewe umeigeuza ibada ni kama unaenda kwenye msiba? Ibada ni kuja, wakati mwingine unapoomba shukurani kwa Mungu mpaka unalia, mpaka unatoa machozi. Mungu asante, sijui ingelikuwaje. Yaani maana Mungu, ingelikuwaje mimi nilipita mahali pale, mauti ilikuwa imekamata kabisa. Mauti ilikuwa imenikamata kabisa, lakini ukanichomoa kwenye mikono ya mauti. Bwana, leo nipo. Wengine wakati wamekuwa unasikia machozi yanatiririka, unaanza kumshukuru Mungu, kumsifu Mungu, sifa zenye machozi. Mungu, si kwa ujanja wangu wala si kwa nguvu zangu nikachomoka kwenye, wengine walifia pale, mimi nimepita. Unasikia furaha ndani yako. Asante Bwana uliyekuja kufanya haya yote, kwamba yawe pande wa zawadi yangu. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Kwa nini tusijivunie maisha haya? Kwa nini tusijivunie maisha haya? Matokeo yake tumeshika mahali tunajivunia maisha ya kudanganywa na kudanganyika.
Yani mtu akufundisha haya, mtu akufundisha haya, baada ya Mungu kukufundisha, mtu anaanza kukufundisha vitu ambavyo ni vya kipuuzi, vya kipumbavu, vya kijinga. Ndio unakuwa katika namna ya kumpaparikia. Hey, wamesema, wameniambia, amesema hivi, huyu amesema kwamba ya nini? Jamani, mashetani watainuka kati yenu, wataanza kufika mahali kudanganya na kuweza kufika mahali kudanganyika. Watafika mahali watamwacha Mungu, wataanza kukomaliana. Jamani, haleluya. Ndio maana siku moja nilifundisha mimi, nisema kwamba jamani, mimi tangu naitwa wito wangu kanisa la Sinai, Mungu alinielekeza mimi niwafundishe Roho Mtakatifu ili ninyi kwenu kusiweko magomvi na kusiweko matengano na kusiweko mashitakiano na kusiweko makesi. Amen. Ndivyo mimi niliambiwa. Amen. Kwamba hawa watu kuwafundisha Roho Mtakatifu kwamba huyu akijiona wito wake amuone na mwenzake ana wito. Amen. Kwa sababu pale watakapofika mahali shetani anataka kuwagonganisha, wamjue wamtambue pale shetani au wamjue shetani. Unajua kumjua shetani ni kwamba njia zake mnajua kwamba hizi sio za Mungu. Kwa mnamkataa shetani kwa pamoja wote wawili. Amina. Mlioanza kufika mahali kukosana na kusuguana na kuanza kushutumiana na kuanza kuraruana. Amina baba. Jueni kwamba kinachokaa hapa ni roho ile ya magomvi. Na roho ile ya magomvi na mashindano inatoka kwa sababu ya maisha ya tamaa zetu za kila siku. Ndio pale Yakobo anasema magomvi hayo ya ndugu na ndugu yanatoka wapi? Si katika tamaa zenu, si katika mambo yenu ya mapungufu. Huyu kwa sababu kapungua hivi, anamwona hivi, huyu mwenzake anataka kumnyamazisha.